Mzigo unaanzia kwenye hii familia hapa ambayo ilikuwa imehamia katika nyumba mpya kubwa sana na ya kifahari, akiwa na mke na binti yake. Baba anamaliza kupokea maelekezo kutoka kwa kiongozi wa eneo hilo ambaye alikuwa hapo kwa muda mrefu kidogo. Binti akaanza kulalamika maana alitaka kwenda vacation lakini anaishia hapo. Mama alijaribu pia kumtuliza binti yake na kumsihi amheshimu na aheshimu maamuzi ya baba yake. Baba hakupenda tabia ya binti yake kabisa na alimsema na mkewe pia. Binti hakupenda lakini hakuwa na budi. Upande wa pili kuna familia ya single mother ila ni kipofu. Kwa hiyo binti yake ndio ilikuwa macho yake ya pili mara zote. Mama analalamika sana juu ya hali yake maana inamfanya binti yake apate tabu kuwa naye hata akiwa shuleni. Binti alimliwaza sana mama yake kisha akamuinua na kumuingiza ndani. Tuje eneo husika sasa. Nje wafanyakazi wanasubiri ugeni. Anashuka mtoto wa mfalme na kukaribishwa. Kisha anashuka mfalme, wote wanainama kwa heshima. Mfalme akiwa na mkewe akatoa maelekezo. Mara akaja kijakazi mkuu na kuanza kujibebisha. Kila kitu hakikumpendeza kabisa Malkia. Hivyo akaondoka zake. Baada ya pale mfalme na kijana wake wakaingia ndani na wafanyakazi wakatawanyika. Malkia akiwa ndani, mfalme anakuja na kumueleza mke wake kwamba hajapendezwa kabisa na tabia yake. Lakini mke hakujibu, akaondoka zake. Mfalme akiwa pale anakuja yule mfanyakazi mkuu na kuanza kumkanda miguu, akidai safari ilikuwa ndefu mno na atakuwa amechoka. Anatoka Malkia anakutana na situation hiyo na wala hawashtuki. Anaamua kurudi zake alipotoka. Huko kwa prince sasa. Yeye yuko na msaidizi wake na walikuwa wanajadiliana kitu. Yule msaidizi alitamani apate nafasi ya prince na prince alimweka wazi kuwa atampa tu asijali, maana hapendi mara kwa mara kufungiwa ndani. Yule msaidizi alifurahi sana. Turudi kwa mama kipofu na binti yake. Wapo hospitalini, daktari anamueleza kwamba mama anahitaji kufanya upandikizaji wa haraka na anahitaji kiasi kikubwa sana cha pesa. Hali inayofanya wote wabaki wamechanganyikiwa. Upande wa kasri, prince kaja kwa mama yake na kumuomba ruhusa ya kutoka kwenye kasri. Lakini mama alitaka awe makini sana na atoke na walinzi. Mtoto alikataa, alitaka awe huru, lakini aliahidi atakuwa makini. Basi wakagana na kuondoka zake. Huku sebleni mfalme anaandaliwa chai na dada mkuu. Mara anakuja Malkia anaketi na kujiandalia chakula. Kisha akaagiza maji ya kunawa. Yule dada wa wafanyakazi akamuita mtu mwingine. Malkia hakupenda na akamwambia anataka yeye ndo aende akalete bakuli la maji. Malkia hakuwa akipenda kabisa dharau anazoletewa mbele ya mume wake. Mtaani mama yuko na binti yake, bahati mbaya anajikwaa, lakini uzuri prince na msaidizi wake walikuwa wako karibu na hapo. Kwa hivyo walimsaidia na kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Baada ya hapo wanaondoka zao. Tuje kwenye familia ya mbunge. Siku hiyo alipata mwaliko kutoka kwenye kasri. Hivyo walitakiwa wapendeze. Baba anampa maelekezo mkewe na kumwambia kwamba akamwakilishe maana amepata dharura. Anashuka kivuruge na kulalamika kuwa hayuko comfortable na nguo hiyo, kwa hiyo hawezi kutoka. Mama akamruhusu binti yake aende akabadilishe. Upande wa single mother anapata taarifa kutoka kwa binti yake kwamba amepata kazi. Mama hakuwa tayari kabisa binti yake ateseke, lakini hakuwa na budi kabisa. Na kazi hiyo itafanya binti yake kuwa mbali na elimu yake. Kwa hiyo hakupenda, lakini hakuwa na budi. Upande wa kasri wageni wamepokelewa na binti alionekana kupapenda sana. Anakuja Malkia, wanasalimiana na binti anamwambia kuwa Malkia ni mzuri mno na akapenda nyumba yake. Malkia anamwambia aje muda wote ule atakayetaka. Maana pia ana kijana wake, hivyo watawasiliana vizuri akija. Anatumwa mlinzi huko kwa prince. Huko kwa prince sasa anamwambia msaidizi wake aigizie kuwa yeye ndo prince, maana yeye hataki hayo mambo ambayo yanafanyika sebleni. Msaidizi anakataa lakini baadaye anakubali. Sebleni vicheko vimetawala, anatoka msaidizi akiwa amevalia mavazi ya prince. Malkia alipagawa na akakosa cha kujibu kwa sababu alishapewa signal tayari. Mama na binti yake walipagawa kwa utanashati aliokuwa nao. Malkia anaomba waache kutokana na kikao alichokuwa nacho, huku mama naye anawapa uhuru wa vijana ili mradi wazungumze. Binti anauliza jina, anaambiwa anaitwa Shedrack na mazungumzo juu. Nyumbani binti karudi na furaha sana, yani alikuwa hatamani kabisa kuondoka kabisa yani. Mama yake anamsihi afanye kila kitu ili aweze kuwa malkia pale na asiwe na wasiwasi kwa sababu yeye atamsaidia. Binti alifurahi sana kuliko kawaida. Upande wa Malkia ameketi, amekuja dada mkuu kuitikia wito. Malkia alimuelezea kuwa hapendi anavyojilinganisha na yeye na kujifanya kama mke mwenzie. Ila jibu alilopewa ni kwamba mfalme ana uwezo wa kuoa mtu yoyote yule. Kwa hiyo asimalize maneno na atahakikisha anampindua. Malkia aliumizwa sana na maneno ya yule dada. Upande wa mbunge huko binti kaja kuanza kazi ila anaanza na changamoto kibao. Na mama anamuita binti yake na kumtambulisha kuwa yeye ndo kijakazi mpya. Kisha mama anamchukua na kwenda naye ndani. Upande wa Malkia huko yuko anakusanya nguo zake, anakuja mfalme. Mfalme na Malkia wanaingia kwenye malumbano na mwisho wa siku mfalme anamkanya mke wake kuwa akae ndani ya mipaka yake na anamwambia kwamba yeye ndio mmiliki wa kasri hilo, kwa hiyo ni wajibu wake kusimamia na sio kukimbia. Upande wa pili mama anafuma karatasi za talaka. Mumewe anakuja kuzinyakua na kumgombeza kama asigaribie vitu vyake. Huko juu binti anaongea na simu huko akimfanyia dharau dada wa kazi. Eti kisa tu ni kijakazi wake. Anakuja mama na kumsema aende akafue nguo haraka sana. Anatoka anavamiana na baba mwenye nyumba. Anamuuliza yeye ni nani katika familia. Anajitambulisha kuwa ni dada wa kazi tu. Kisha anaondoka zake. Baadaye binti karudi anamwambia mama yake kuwa amemnunulia nguo mpya. Mama alishukuru sana japo akaishiwa simanzi. Kivurugi katoka na kuanza kuitaita ovyo.
Anakuja Nelly anasema kwa nini alikuwa mbali na yeye. Anashuka baba, binti anaomba ruhusa aende kwenye kasri na anaruhusiwa. Kisha anamsisitiza kijakazi wake waende wote na asimwache kabisa. Huko Shadrack anafurahi sana nafasi aliyopatiwa na Prince, maana alitamani sana kuvaa kama anavyovaa Prince. Furaha yake haikuelezeka kabisa akikumbuka kuwa ana mchumba mzuri. Wamekutana wanaongea, Prince anamwambia Shadrack jua ni kali sana waingie ndani. Kivurugi akaanza kujaji na kumwambia maneno ya hovyo mpaka Shadrack mwenyewe akaona asawazishe tu. Anakuja Nelly anaomba radhi kwa kuchelewa ila anaambulia makofi. Prince hakupenda kabisa tabia ya mchumba wa Shadrack. Wakapishana sana Kiswahili. Shadrack akaona waingie tu ndani. Jioni wametoka wanamuongezea mazito na wakati huo Prince akapata mwanya wa kuongea na Nelly. Nelly alishamsahau kabisa Prince. Mara Kivurugi anawasema maana wamekaa nyuma sana. Usiku kama kawaida kaja King'ang'a na kumpatia chungwa mfalme kisha kaketi kwa ajili ya mazungumzo. Mfalme akaonyesha hali ya uchovu, hivyo King'ang'a akasogea kumkanda. Anatokea Malkia anakuta watu wapo mbali kihisia. Kwa hasira akaona tu arudi alipotoka. Ile hali ilifanya mfalme amkataze mfanyakazi asimfanyie tena massage. Kumekucha, Prince anazungumza na Nelly na wanajikuta wanazidi kuwa na ukaribu. Prince aliomba waende wakale lunch lakini alisema hajaruhusiwa. Huko Shadrack akiwa na mpenzi wake anakuja Prince na kuelezea kuwa amemsimamisha mtu njiani na wao wanaburudika. Sasa Prince kuna muda anajisahau kutokana na dharau za binti mpaka Shadrack ikabidi ampe signal tu. Baadaye Prince akamwita binti na kumkaribisha japo binti alijiuliza sana huyu ni nani bila kupata majibu. Binti aliongea mambo mengi sana kwa Prince na walijikuta wanaongea mambo mengi mno. Baadaye binti na mama yake wanazidi kupongezana kwa hatua waliofikia. Upande wa pili Malkia ana mawazo sana, anakuja kijana wake na kuanza mazungumzo. Huko akiomba mama yake asiwe na mawazo, hivi na awe na furaha siku zote. Pia alimuomba aende sehemu akatoe msaada ila asijionyeshe kama kijana wake atahusika. Siku inayofuata Malkia anaongea na dada mkuu kwa kumkanya aache kiburi, lakini bado aliendelea kumdharau. Kwa hasira Malkia alitaka kumpiga, lakini King'ang'a alizuia na kumkanya Malkia kamwe asije kainua mkono wake juu yake. Baadaye kaja kulalamika kwa mume wake, lakini mwanaume akaishia kumwambia hawezi kumfukuza kabisa, ila kama ataondoka yeye basi ni sawa. Malkia alizidi kuchukia. Huku Nelly anaendelea kufanya usafi, anafokewa na mama mwenye nyumba. Anakuja baba na kutetea kisha anatoa pesa na kumruhusu Nelly aondoke. Baba alivutiwa sana na tabia ya Nelly kwa kuwa anaheshima sana. Lakini baada tu ya kuagana na mume wake na kuondoka zake, mama anamuita Nelly na kumpokonya pesa na kumfukuza aende akaendelea na kazi. Nelly kaja huku kwenye kasri analia. Anakuja Prince anamkuta Nelly hana raha. Anaketi na kuzungumza naye. Baadaye Prince katoka kwenda kwa kina Nelly na kumsaidia Nelly kukaa na mama yake. Mama alimshukuru sana Prince kwa ukarimu wake na aliongea maneno mengi sana. Kijana anaondoka, mama anampatia funguo amsaidie kitu fulani hivi. Baada ya muda wameketi wanafurahi pamoja. Anakuja Nelly na kumsalimia mama yake. Baadaye Nelly anamshukuru sana Prince kwa ukarimu wake. Jinsi matukio yanavizidi basi ukaribu wao unazidi maradufu. Baadaye kijana anaongea na baba yake na anamuomba asimkasirishe mama yake maana hapendi awe vile. Wafanyakazi wanateta sasa maana wanaona Malkia hana sauti kabisa na wakaanza kujigawa. Anakuja Malkia anaomba gari ziandaliwe kwa sababu anataka kutoka. Upande wa mama anapokea ugeni mzito. Mama haelewi cha kufanya maana haamini kama Malkia angemtembelea. Binti amerudi, mama anamuelezea kuwa Malkia alikuja kumuona na ameahidi kumsaidia. Binti alifurahi sana kuona hatimaye mama yake anaenda kutibiwa na kupona kabisa tatizo lake. Baadaye mama anampa majibu kijana wake baada ya kutoka alipomwagiza. Na mama aliumizwa sana na mazingira ambayo binti na mama yake walikuwa wakiishi. Siku inayofuata binti kaja kuongea na jamaa wakiwa katika maelekezo, anakuja Kivurugi na kuharibu maongezi yao. Shadrack sasa anaona mambo yashaanza kuwa magumu maana Prince ilikuwa bado kidogo tu aseme ukweli kwa Nelly. Huko Kivurugi anahangaika kutafuta nguo ya kuvaa ili atoke na Shadrack mpaka anapiga kelele. Mama anakuja na kuongea na binti yake. Baadaye Nelly amerudi mara moja kwa mama yake na kumwaga kwamba anarudi tena kazini, kwa hiyo alikuja tu kumwangalia mara moja. Upande wa pili huku dada mkubwa katupia pamba za hatari, yani kabadilika kawa zaidi hata ya Malkia mwenyewe. Lengo lake ni kuweka ushindani na Malkia kwa kumwingilia mfalme. Huko Kivurugi anasanuka kwa Shadrack sio mtoto wa mfalme, jambo lililomshangaza hata mama yake. Haraka anakuja Shadrack kuelezea, lakini binti alikuwa na hasira zaidi. Anakuja Nelly, binti anauliza nani alimwalika pale, huko akilalamika kwamba nani alimruhusu avae gauni yake. Kelele zile zilifanya Prince atoke na amkanye Shadrack, amwambie mchumba wake abehave. Kisha Prince akaondoka na Nelly. Binti alikuwa na hasira sana na Shadrack. Upande wa pili Nelly anastaajabu na kuona msaidizi wa Prince ndio Prince mwenyewe. Prince alikiri na kusema alitamani kumwambia toka muda mrefu lakini alihofia sana. Baadaye binti kaenda kubadilishwa mpaka muonekano wake na Prince ndio anauona uzuri halisi wa binti. Upande wa pili huku ni maombolezo na majuto kwani tabia yake ndio iliyopelekea kufikia pale alipofika. Huku mfalme naye anaingia ndani kwake anakutana na jambo la ajabu sana. Yaani yule mtu alikuwa anamuona kama dada yake ndio yuko mbele yake akiwa mtupu.
Anakuja Malkia, anakuta hali isiyo ya kawaida, anaamua kuondoka zake na kuapisha. Upande huu sasa mama anatafuta kitu fulani hivi kwa muda mrefu bila mafanikio. Anakuja mumewe lakini wanakosa maelewano kabisa. Kaja binti kufanya usafi, anatoka kivuruge na kumwambia aondoke, maana hana kazi. Anakuja mama na kuomba aondoke pia. Wakati anaondoka mama alimzuia na kudai kwamba anahitaji kukagua mkoba wake ili mradi angalie kama kitu chake kilichopotea kipo. Katika ukaguzi kweli anakikuta. Hapo mama akaanzisha drama zake kwa Neli ndio mwizi wa mkufu wake. Baba hakutaka maelezo zaidi licha ya kujitetea sana, lakini alimchukua na kwenda kumfungia ndani. Huku Prince kaja kumtembelea mama lakini alikuja kumuulizia Neli. Mama haraka anaomba apelekwe kazini kwa binti yake maana hajarudi nyumbani toka jana usiku. Tuje kwa mfalme. Akiwa pale anakuja kinganga na kukumbushia enzi zao za zamani. Huku akiomba mfalme amuoe. Mfalme anamweka wazi kwamba anampenda sana mke wake na yeye atabaki kuwa dada tu kwake. Kwa hivyo asijipe pressure kabisa na wala asiwaze kwamba anaweza kuwa naye. Lile jambo lilimuumiza sana lakini lilimpa amani sana Malkia maana alikuwepo akiwasikiliza. Huko kwa waziri wenyewe wametulia zao, yani hawana time kabisa yani. Wamekaa wakiwa wanafurahia kwamba tayari washamweza Neli. Mama anakuja pamoja na Prince. Binti anakurupuka haraka kwenda kumpokea Prince akidhani kwamba amemfuata yeye. Lakini mwisho wa siku anaishia kuumbuliwa tu. Baada ya hapo anashuka baba mtu kuja kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea chini maana kelele zilikuwa nyingi sana. Anastaajabu sana kuona mwanamke ambaye alikuwa naye kimapenzi tangia miaka mingi sana huko nyuma. Na anastaajabu sana mwanamke yule akimsikia akimzungumzia Neli kwamba ni binti yake. Hapo ndipo baba anasanuka ya kwamba Neli ni binti yake pia. Binti anakuwa kwenye mashaka maana haelewi kwa nini Neli ni binti wa baba yake. Anakuja kuweka wazi kwamba yeye si mtoto halali katika hii familia. Mama wa Neli pamoja na Prince walifurahi sana kuonana tena. Wakaamua kuondoka zao. Baba alibaki na majuto sana maana hakuwa akiamini kabisa kitu gani ambacho kinatokea mbele ya macho yake. Binti alishangaa sana na alibaki anajiuliza kumbe ndio sababu baba yake alikuwa anamchukia sana, yani hakuwa na mapenzi naye. Ni kwa kuwa tu yeye hakuwa binti halali wa hiyo familia. Neli naye pia alibaki kustaajabu. Kama baba yake alikuwa ni tajiri hivi, kwa nini aliwacha akiwa na maisha ya taabu? Neli akashindwa kabisa kumsamia baba yake na kumsikiliza. Ikabidi waondoke zao tu. Usiku mfalme ametulia zake, anashangaa mke wake anakuja kwa mahaba mazito, ameshika bakuli pamoja na taulo. Anafika pale anashangaa maana mke wake hana tabia hiyo kabisa. Ikabidi amuulize, mke wako uko sawa? Mwanamke anajibu, niko sawa mpenzi. Na kwa upande wangu nimefurahi sana kwa sababu leo umekaa kwa upande wangu. Yaani umesema kile ambacho mimi nilitamani kukisikia kwa muda mrefu. Kusema ukweli ule mimi moyo wangu umesawajika sana. Kwa hiyo sitakaa tena nikukwaze au tukazane. Natamani tuishi maisha ya furaha kabisa. Ilhali wewe unanipenda mimi tu, basi tuendelee kupendana mimi pamoja na wewe. Sihitaji mtu mwingine aingilie katika penzi letu. Mfalme alifurahi sana kusikia maneno ya faraja kutoka kwa mpenzi wake, yani mke wake ama malkia wake. Upande wa kasri huku binti amekuja kwa lengo la kuongea na Prince, lakini kwa bahati mbaya Neli ndo anakuja badala ya Prince. Binti baada ya kumwona Neli anazidi kuwa na chuki moyoni mwake, akiamini kwamba Neli amekuja kwa ajili ya kumchukua kila kitu chake ambacho alikuwa nacho, kwa sababu hata zile mali pia hazimuhusu yeye kabisa vile. Kwa hiyo kelele zilikuwa nyingi. Mwisho wa siku Prince anakuja na kusuluhisha pale. Anafika pale anamwambia kama hukuwa tayari kusikilizwa na Neli, basi mimi pia siko tayari kukusikiliza, kwa sababu tumeamua mimi na Neli tutakuwa wapenzi kuanzia sasa hivi. Kwa hivyo tunaomba uondoke na utoshe na maisha yetu. Binti alilia sana maana hakuamini maneno mazito achungu yalitoka katika mdomo wa Prince. Hatimaye Prince na Neli wanakuwa na maisha ya furaha kwa kweli, kwa sababu walishakubaliana wao kuwa pamoja kama wapenzi. Na mwisho wa siku story yao ya mapenzi inaendelezwa hapo, yani inaanzia hapo na kuendelezwa hapo. Kwa hiyo Neli na Prince wanakuwa wapenzi. Lakini kwa upande wa Malkia anaendelea kutawala moyo wa mfalme bila bugza yoyote, kwa sababu yule mfanyakazi ambaye alikuwa na bugza zamani tayari alishaumbuka na kaondoka katika kasri. Na huo ndio mwisho wa Love and Crown ambao tumekuletea siku ya leo. Subscribe na kushare comment yako na sisi tunajali sana maoni yako. So ciao mpaka wakati mwingine.